Miki alijaribu kukamua maziwa kwa ajili ya mtoto wake, lakini hakuna hata tone moja lililotoka. Ilikuwa ngumu sana kwake kuwa mama huku akiwa na miaka 14 tu. Sasa mwaka mmoja uliopita alikuwa mwanafunzi, na leo baada ya kutoka shule akafika hapa kupunga upepo. Kwa mbali akamwona kijana mmoja ambaye anaitwa Satoshi na wanasoma shule moja. Akasogea pale na kumsalimia, kisha akawa anapiga stori mbalimbali. Mara akamwona mbwa mmoja kakwama kwenye daraja. Haraka Miki akaenda kumsaidia. Satoshi pia akamfuata Miki, maana alikuwa na hofu kuhusu Miki. Kwa bahati mbaya Miki akateleza. Satoshi akawahi kumdaka, lakini mkono ukateleza na wote wakaangukia kwenye maji. Kwa bahati nzuri maji hayakuwa marefu sana, hivyo hakuna aliyeumia na wakawa wanarushiana maji pale. Basi baadaye jioni wakakaa pembeni na kale katoto kambwa na hali ilikuwa shwari sana. Basi polepole ukaribu wao ukaanza kuongezeka. Baadaye kabla wajaenda nyumbani wakapitia photoshoot na kupiga baadhi ya picha. Pia wakaenda kucheza michezo mbalimbali. Sasa kuna watoto wa babe wakafika na kuwadai pesa. Miki na Satoshi wakatoka wanakimbia, lakini hawakufika mbali. Wakanaswa na Satoshi akaanza kutembezewa kipigo cha maana. Kwa bahati nzuri kuna wachezaji walikuwa wanapita. Miki na Satoshi wakapata chance ya kukimbia na wakajificha kwenye kibanda kimoja. Miki akawa anamfuta Satoshi mahali alipoumia. Japo walikuwa wadogo, lakini ndio ulikuwa ni ule umri ambao wanaingia kwenye adolescence, yani balee. Basi hisia za mili yao zikafanya wawe pamoja usiku huo. Baadaye Miki aliporudi nyumbani, muda ulikuwa umeenda sana. Mama yake alipomuuliza alikuwa wapi, akamwambia alikuwa tuition. Alipoingia ndani, akawa anaziangalia zile picha ambazo amezipiga na Satoshi. Hakujutia alichokifanya. Sasa baada ya miezi miwili kupita, akashangaa hajaziona siku zake miezi miwili hadi sasa. Alipokuwa shuleni muda wa mazoezi, kidogo aanguke kwa kizunguzungu. Basi baadaye akiwa darasani anasoma, akawa anakumbuka kuwa alilala na Satoshi usiku ule. Anaporudi nyumbani, akamwona mwanamke mmoja mjamzito. Akashtuka sana na haraka akawahi nyumbani. Kisha akaamua kuingia kwenye program ya pregnancy test ambayo unauliza maswali na unajibu ndio au hapana. Akaambiwa kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa yeye ni mjamzito, hivyo ni vizuri aende hospitali kupima ili ajue kama ni mjamzito au la. Miki akashtuka sana. Muda wa kula chakula baba yake akafika kumuita, lakini Miki hakufungua mlango. Mama yake akasogea na kuanza kumuita kwa sauti ya upole. Basi Miki ikabidi aamke, lakini akawa anawaza itakuwaje kama mama atagundua kuwa mimi nina mimba. Akaamua kuficha hili, lakini akampigia Satoshi ili amwambie. Satoshi anaishi na mama yake. Mama yake akamzuia kupokea simu. Pia akamwambia aache kuwa na mazoea na wasichana. Satoshi anamsikiliza sana mama yake, kwani analelewa na mama yake tu. Miki akaamua kumfuata Satoshi hadi nyumbani kwao. Satoshi akawa anamuomba msamaha kimoyomoyo kwa kutopokea simu siku ya jana. Wakiwa wanaenda shuleni, Miki akamuuliza, "Je, ungependa kuwa baba? Pia ni lini utapenda kuoa?" Satoshi hakujua kwa nini Miki anamuuliza hivyo, lakini pia hakuwa na interest kwenye kuoa, kwani baba yake hana mahusiano mazuri na mama yake. Sasa baadaye Miki akapiga moyo konde hadi akafika pharmacy, akajitoa ile tai ya shule, kisha akaingia ndani na kwenda kuchagua kipimo cha mimba. Lakini hakuwa na pesa ya kutosha, hakuwa na namna, ikabidi achukue na kuondoka pale kimya kimya bila kulipa. Lakini hii ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuiba kitu. Basi baada ya kujipima, majibu yakaja positive wise, kumaanisha kuwa na mimba. Miki hakutaka kumsumbua mama yake, basi akabadili nguo na kuvaa nguo za kikubwa, kisha akafika hospitalini, lakini akaambiwa kuwa hawezi pata huduma bila bima, labda awe na pesa cash. Miki akaondoka haraka na kurudi nyumbani na hakumwongelesha hata mama yake. Kesho alipoenda shuleni, mama yake anapofanya usafi akaona karatasi la kipimo cha mimba. Baadaye Miki aliporudi, mama yake hakutumia ukali. Kwa upole akamuuliza kama alilazimishwa kufanya hivyo, lakini Miki akasema hapana mama, bali kuna mtu ambaye ninampenda. Mama ni mama tu. Akaamua kumchukua Miki na kumpeleka hospitali, ambapo hapa ndipo Miki alipozaliwa, na huyu dokta ni rafiki mzuri sana wa mama yake. Miki akamwomba dokta mpime na dokta hakuonyesha kushangaa. Basi baada ya vipimo, dokta akamwonyesha Miki mtoto wake alipo. Pia akamwambia kuwa mtoto na wiki 9 na wiki za kutoa mimba ni chini ya wiki 12, hivyo bado na nafasi ya kufanya abortion, yani ya kutoa mimba. Miki akauliza, "Je, ninaweza kujifungua huyu mtoto?" Baadaye wakawa wanarudi nyumbani na mama yake. Mama yake akamnasa kofi, na leo ndio ilikuwa mara ya kwanza kumpiga mwanae, lakini akamkumbatia, kwani mama atabaki kuwa mama siku zote. Baadaye nyumbani baba akaambiwa kuwa Miki ni mjamzito. Mzee akamaindi na kusema, "Yaani wazazi tunapambana kuwasomesha, lakini hiki ndio mnachotuletea." Akamwambia Miki, "Achana na huyu mjinga wako haraka." Miki akasema, "Baba, sisi tunapendana." Lakini baadaye akampigia simu Satoshi, lakini Satoshi hakuipokea. Akamwachia message kuwa
naomba tuonane mahali fulani. Satoshi akafika kwa wakati pale mahali alipomwita. Kisha Miki akamwambia ukweli kuwa anampenda Satoshi, naye Satoshi akamwambia kuwa anampenda pia. Ndipo Miki akamweleza ukweli kuwa mimi ni mjamzito. Satoshi akamwambia kwa sasa akili yangu haijatulia, akamwomba wakutane kesho ili ampe jibu. Huku nako wazazi wa Miki wakafika hadi kwa kina Satoshi, lakini mama wa Satoshi akawa hajali kabisa na kudai mwanaye anakosa. Baba wa Miki akamaindi, lakini hawakuwa na namna, wakarudi kwenye gari, na kwa sasa kitu cha muhimu ni afya ya binti yao. Walipomuuliza Miki ana mpango gani, Miki akawaambia nataka kulea mimba hadi nitakapojifungua. Mama yake akamuuliza wewe mwenyewe bado mtoto, unawezaje kumlea mtoto? Na je, kama familia ya Satoshi isipomkubali mtoto, huyu mtoto atakuwa hana baba? Wakamshauri aitoe ile mimba, lakini Miki akakataa, akaomba apewe muda kidogo wa kufikiria. Baadaye jioni akafika mahali ambapo anatakiwa kuonana na Satoshi, na kwa mbali akaiona familia moja yenye furaha sana. Basi naye akawa anatamani sana wakati huo ufike naye awe na familia. Mara Satoshi akampigia simu na kumwambia siwezi kuja na usiwe na ndoto ya kuwa na mimi tena kama baba wa mtoto. Kisha akakata simu. Miki akarudi nyumbani na kulia sana. Ndipo akaelewa kwa nini wazazi wake walimshauri atoe mimba, na sasa akaamua kukubali kutoa mimba. Basi dokta akamweleza kuwa kuna hatari pia kwake, kwani yeye bado ni mdogo. Miki alishafanya maamuzi na akaona hili ndio chaguo bora kwa wazazi wake. Basi akachukuliwa hadi chumba cha mapumziko na mama yake akawa anamtoa wasiwasi. Lakini walipokuwa hapo akasikia sauti ya katoto kachanga kakilia. Akamwonea huruma kiumbe ambaye yupo tumboni mwake. Akamwambia mama yake, mama, utanisamehe, sipo tayari kutoa mimba. Kisha akatoka pale anakimbia. Kwa bahati mbaya akapata ajali. Kwa bahati nzuri ilikuwa ni ajali ndogo na hakuumia sana, lakini hakujali kuhusu hali yake, bali alikuwa anawaza kuhusu hali ya mtoto tumboni. Baada ya kusikia mtoto anaendelea vizuri, akapata afadhali. Baba yake akamuuliza, imekuwaje? Si tulikubaliana utatoa mimba? Miki hakusema kitu, akatoka pale akijikongoja na mguu wake ulioumia. Kabidi dokta na mama wa Miki wamweleze baba wa Miki juu ya maamuzi ya Miki. Baadaye waliporudi nyumbani, mama kuona Miki anaendelea kusisitiza sana kulea mimba, ikabidi amwambie ukweli Miki, ambapo ilikuwa ni maneno magumu kidogo. Akamwambia, sio sawa kwa wewe kuwa na mtoto kwa sasa, pia jamii itakuonaje? Na vipi kuhusu ndoto zako, unataka kuzisahau kabisa? Miki kusikia maneno haya, machozi akawa yanamtoka. Mama yake akamwambia, unalia kwa kuambiwa maneno kama haya tu? Unatarajia kuwa mama kweli? Utaweza? Basi Miki akarudi hospitali na akawa anaangalia watoto huku machozi yakimtoka. Sasa mdogo wake Miki kutoka nje akamwona Satoshi. Satoshi bado anampenda sana Miki, lakini ni mama yake ambaye ndiye anamlazimisha avunje ukaribu na Miki. Alibaki akijilaumu, lakini leo akaamua kufuata moyo wake na kwenda kumwona Miki. Baba wa Miki kumuona akamaindi sana na kumwambia, sitaki kukuona tena na binti yangu. Basi Satoshi akarudi nyumbani na mama yake alikuwa ashaandaa passport ya ndege. Basi Satoshi akajua kuwa mama yake anataka kumweka mbali na Miki, lakini kukumbuka baba wa Miki alivyomwambia, na kwa kuwa Miki anaenda kutoa mimba, akaona hana namna, akakubali kuondoka. Lakini kabla hajaondoka, akaenda kwenye duka la anko wa Miki na kuacha ujumbe. Anko akampigia Miki na kumfikishia ujumbe wa Satoshi, japo unaondoka, lakini sitojutia kukujua na kutakia maisha mema yenye furaha. Maneno haya yakamfanya Miki aache kufikiria kuhusu kutoa mimba tena. Basi leo akavaa sare za shule ili kwenda shuleni, lakini taarifa kuhusu yeye kupata mimba zilishasambaa shule nzima. Mama yake akafika ofisini na kuomba msamaha juu ya kosa alilofanya binti yake. Pia akaomba apewe nafasi nyingine na ataitoa mimba. Lakini huku Miki akaingia darasani kwake. Hakuogopa chochote, akasogea mbele ya darasa, akawaeleza wenzake kuwa ni kweli kafanya kosa ambalo limewaumiza sana wazazi wake. Lakini pia japo hatomwona tena Satoshi, lakini anampenda sana. Lakini pia akasema kuwa mama yangu alinileta duniani hadi nikakutana na nyinyi. Pia nami nataka kumwona mwanangu akiishi. Mama yake alikuwa nje ya darasa akimsikiliza na machozi alikuwa yanamtoka. Baada ya Miki kumaliza kuongea, akatoka na kumwona mama yake, lakini kwa sasa hakulia tena, kwani mama yake alimwambia kuwa mtu anayelia hana sifa ya kuwa mama. Basi Miki akampa mkono mama yake na mama yake akamshika, kwani mama ni mama tu licha ya yote. Waliporudi nyumbani, mama yake akamuuliza kama kweli kaamua kuilea mimba na akamweleza changamoto zinazoweza kutokea. Miki akamwambia, nipo tayari kupambana na hali yoyote ile. Basi dokta naye akamweleza changamoto anazoweza kuzipata kujifungua akiwa na umri mdogo. Baba wa Miki akaanza kumlaumu mke wake, kwa nini umemkubalia Miki ile mimba? Mke wake akamuuliza, je, kuitoa mimba kutafanya Miki awe na furaha? Dokta akamuuliza tena kama yupo tayari. Miki akasema, nipo tayari na nitapambana kumlea mtoto wangu kwa hali yoyote ile.
Sasa waliporudi nyumbani, mama Satoshi akafika haraka na kuingia ndani kwao akimtafuta Satoshi. Kumbe jana walipokuwa airport, Satoshi alishindwa kuondoka akikumbuka Miki ni mjamzito na anampenda sana. Akaondoka airport. Mama yake akamtafuta sana bila kumpata. Akamuuliza Miki, Satoshi yuko wapi? Miki akamwambia, mimi sijui na pia sijatoa mimba. Mama Satoshi kusikia hivi akashangaa, akahisi huenda familia ya Miki inataka kutumia mimba kama kigezo cha kujishikiza kwenye familia yao kwa sababu wana pesa. Sasa Miki naye akaanza kuwa na wasiwasi kuhusu Satoshi. Akajaribu kumpigia Satoshi lakini hakupatikana. Lakini mara akapigiwa simu na anko wake na anko akamjulisha kuwa Satoshi yupo kwake. Basi haraka akataka kuelekea huko, lakini baba yake akamzuia. Lakini Miki akamwambia, hii ni mara yangu ya mwisho kukutana na Satoshi. Basi akafika kwa anko wake akiwa na mama yake. Sasa Miki akamwomba mama yake aongee na Satoshi private. Basi wakasogea pembeni, wote bado wadogo. Satoshi akawa anatamani sana kufanya kitu kwa ajili ya Miki, lakini hana uwezo wa kufanya hivyo. Miki akamwambia asijali, kwani mimba hajaitoa bado na anapanga kuilea mwenyewe, kwani kama wote watakuwa wazazi wanatakiwa kuacha shule. Akamwomba Satoshi endelee kusoma na yeye atakuwa mama. Hapo hapo mama Satoshi akafika na kumchukua Satoshi. Basi Miki akawa anamwaga Satoshi kwa macho, kwani wenda hawataonana tena. Lakini familia yao ikaanza kukosa amani. Mdogo wake akawa hataki kabisa kuongea naye na baba yake akaanza kumpotezea. Hakujisikia vizuri, lakini ikabidi ajikaze, kwani alishafanya maamuzi tayari. Mama yake akaendelea kumsindikiza clinic na leo mimba yake ilikuwa imefikisha wiki 12. Daktari akamwambia baada ya wiki 12 huwezi tena kutoa mimba. Sasa unafikiri Miki atachukua uamuzi gani? Je, atakubali kuendelea kuilea mimba na kupambana na changamoto pamoja na maneno ya watu, kwani bado ni mdogo sana? Basi usikose katika final episode. Mimi naitwa JD na hii ni Recap Site. Basi sina la ziada, ni kuage na tukutane katika final episode. Bye bye.